Na kusalimu asubuhi ya leo, mpendwa na rafiki yangu. Nikukaribishe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu. Na ujumbe wetu unasema kuwapunguzia maadui mwendo wasifike kabla yako. Kitabu cha Kutoka mlango wa 14 mstari wa 25. Akaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito, na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Rafiki yangu na mpendwa wangu, asubuhi ya leo jifundishe kuomba maombi ya kuwapunguzia maadui zako mwendo wanaokufuatilia, ili wasifike kabla yako. Sisemi maadui wasiwepo, maana ni kanuni ya Mungu maadui kuwepo. Lakini kile ambacho ningetamani uone asubuhi ya leo, jifundishe kuwa na maombi ya kuwarudisha maadui zako nyuma. Kadri wanavyokufuatilia katika mipango yako, wasifaulu kufikia mipango yako, ila wanapokuja wakute huko hatua nyingine zaidi yao. Maandiko yanasema ule mstari wa 24, Mungu akachungulia alfajiri, alafu akaona Wamisri wanakuja kwa spidi kubwa sana ili kuwakuta wana wa Israeli. Mungu alichofanya si kuwazuia Wamisri wasije, maana lazima maadui waje. Mungu alichofanya ni kuwaondolea magurudumu upepo, akapatisha magari zao pancha, magurudumu yakatembea kwa uzito, ili wana wa Israeli waendelee kuzidi kwenda mbali na wao. Oh my God! Mungu akafanya hivyo. Magurudumu yamekuwa mazito, ndipo Wamisri wakaanza kusema, ole wetu, kwa maana Mungu anawapigania watu wake, hatutaweza kuwafikia. Ukiomba maombi ya maadui zako kupunguziwa mwendo ili wasikufikie, we utafikia maono yako kabla ya maadui hawaja kuovateki, kabla maadui hawaja kufikia. Maana uwezekano upo. Unapoomba maombi ya maadui zako kurudishwa nyuma, maadui zako kufadhaishwa, si kuondolewa. Maana maandiko yanasema watapigana na wewe, lakini hawatashinda. Mungu ameruhusu maadui wapigane na wewe, lakini kile Mungu alichowanyima maadui ni kushinda. Lakini kupigana wameruhusiwa, lakini kukushinda hawakushindi. Ndio maana maandiko yanasema wajapopita katika maji mengi, hayo maji hayatakuchukua, lakini utapita. Ujapopita katika moto, wala moli wa moto hautakuteketeza, lakini utapita. Ndio maana narudi, anasema kila silaha inukayo kinyume haitafanikiwa. Si kwamba haitainuka, itainuka, lakini Mungu atakachozuia kwenye hiyo silaha ile isifanikiwe. Maneno yatainuka kwa ajili yako, lakini maneno hayatatimia. Vita itainuka kwa ajili yako, lakini vita hivyo havitashinda. Nataka nikuambia asubuhi ya leo, Mungu akupe neema kuomba maombi kila wakati, kuwarudisha wale wote wanaokufuatilia nyuma, ili wakupe nafasi ya kufikia ndoto yako.
Ndio maana Zaburi anaandika, anasema uandaa meza machoni pa watesi wangu. Mungu akupe neema kwanza ya meza yako kuandaliwa. Utakapokuwa umeketi mezani, wape nafasi sasa maadui wafike, waone jinsi Mungu wako alivyokuinua. Watakapoziona baraka, watafanana na Malkia wa Sheba aliyefika kwa mtumishi wa Mungu Mfalme Solomoni. Malkia wa Sheba akaona jinsi ambavyo Mungu amembariki Sulemani, akasema, nilikuwa nasikia kwa masikio tu, lakini nimejionea kwa macho yangu. Malkia wa Sheba akaongeza utoaji kwa ajili ya Mfalme Sulemani. Kwa hiyo siombi wawatoe maadui, lakini naomba kwamba Mungu akupe neema maadui wasikufikie kabla hujafanikiwa, kabla hujaimarika, kabla hujasimama. Mungu wetu wa mbinguni anaweza kufanya hivyo. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Zaburi sura ya 6 mstari wa 10 na ukianza mstari wa 9, 6 mstari wa 9 na wa 10, anasema Bwana amesikia dua yangu, Bwana atakubali au ametabakali maombi yangu. Adui zangu wote wataaibika na kufadhaika, watarudi nyuma kwa ghafla. Kwa ghafla. Wanakimbia kukufuata, lakini watarudi nyuma kwa ghafla. Nini kitakachowarudisha nyuma ghafla? Ni matamko ya kinywa chako, ni maombi ya kinywa chako yatawarudisha maadui zako nyuma ghafla, wasikufikie. Ndipo ukisoma katika Samuel wa kwanza mlango wa 7 na mstari wa 10, anasema hata Samuel alipokuwa akitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa, Wafilisti wakakaribia ili kupigana na Israeli, walakini Bwana akapiga ngurumo, mshindo mkubwa sana juu yao. Wafilisti siku ile wakafadhaishwa. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu apige ngurumo kwa kila adui anayekufuatilia, kila anayeinua mabaya juu yako. Mungu apige ngurumo juu yake. Mungu afadhaishe, awape mashaka na hofu, ili ufike mahali Mungu anataka. Mungu akutendee hayo. Na tuombe. Mtakatifu Mungu uliye hai, asubuhi ya leo na kuheshimu na kutukuza, katupe siku ya baraka na ya neema. Tupe kushinda zaidi ya kushinda kwako Yesu Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Yesu nimeomba kwa ajili ya mtoto wako, amen. Rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew